Biblia inasema utukufu wa mwisho utakuwa mkuu kuliko utukufu wa mwanzo. Mtu anapoukulia wokovu, tunatazamia maisha yake kuwa yanapata viwango hata viwango. Lakini changamoto kubwa sana ambayo huwa tunaiona, watu wengi wanapokuwa maarufu au wanapopata kuonekana, huwa mara nyingi tunaona kinakuwa kinaenda kinapungua. Sasa hiyo kutokea kucompromise utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu inatokana na mambo mengi ambayo yanatuzunguka, na umaarufu ambao watu wanakuwa naupata. Ni mazingira yalivyo, ni tabia ya umaarufu ilivyo, au ni tabia ya nini? Au watakiwi watumishi wa Mungu kuwa maarufu ili tusipunguze utukufu wa Mungu ndani yetu? Ni kwa sababu hatujui neno. Okay. Yani maarufu wa kwanza ni Mungu. Kila mtu anamtamka Mungu. Amen. Kwa hiyo role model wetu wa kwanza kwa umaarufu ni Mungu. Kwa hiyo lakini kwa sababu sisi hatulijui neno, ndio maana tunahangaika. Kwa sababu kusoma kwenye habari ya Yohana anasema pasipo neno haliwezi kufanyika jambo lolote. Kwa hiyo maisha yetu sisi yanakwenda bila neno. Ndio maana unashangaa, hivi yule ameokoka kweli? Mtu mpaka anasema haki ya Mungu. Hapana, na wasiwasi na uokovu wake. Lakini ukimwangalia Petro alimkana Yesu, lakini anasema hapana, mbona hata kutembea anafanana naye? Mimi nikoje? Naposema mimi nimemkiri Yesu, ninapoongea umaarufu wangu unamtukuza Yesu au unamtukanisha? Tunarudi pale pale, msingi wa Mkristo au msingi wa mtu yoyote ukiacha umaarufu ni neno. Ndio litakuguide katika kila kitu. Wow. Kwa hiyo wadada mnaotutazama, wakaka mnaotutazama, kuwa maarufu, nenda, lakini umaarufu wako umtukuze Mungu. Yes. Na hapo ndipo ambapo utukufu wa Mungu utakuwa ukitembea na wewe kwenye karia uliona. Ukiongezea hapo, maarufu wengi tunawajua. Yani anasema najivisha ngozi ya kwamba yeye ni kondoo, lakini nje ni mbwa mwitu. Mwisho wake tunauonaga tu. Kuna mtu mmoja alisemaga hili neno, huwa nalichunguza sana, sema kifo cha mtu huwa kinaelezea maisha yake. Tukiangalia maarufu wengi, msiba wake utaona social media zilivyoandika. Kilichoandikwa ndivyo yeye alivyo. Kwa kinaelezea. Kwa taarifa itakayotolewa pale ina reflect yeye maisha yake. Nzuri. Yani alikuwaga huyu bwana. Yani ukiondoka vitu vyote vinafanya nini? Vinatoka. Biblia inatuambia hakuna kitu kilicho sirini Bwana ataacha kufanya nini? Kukifichua.